Sasa Adamu na Hawa walipolalamika badala ya kumwomba Mungu msamaha, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, kwanza Bwana Mungu alianza na yule ambaye aliwasababisha wakafanya dhambi, yule nyoka. Akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko msituni. Yaani akamlaani nyoka, akamwambia umelaaniwa kuliko wanyama wote, hata hayawani ambao wako msituni. Kuna wanyama wengi, wengine hata ni madainasi, lakini nyoka kwa sababu alimdanganya mwanadamu ambaye Mungu alikuwa anampenda, ambaye alikuwa amemuumba kwa mfano na sura yake, akamsababisha akamtenda dhambi, akamlaani, akamwambia kwamba umelaaniwa kuliko wanyama wote. Sasa kwa sababu amelaaniwa kuliko wanyama wote na akamwambia kwamba kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Ndiyo maana nyoka hakupewa miguu. Mungu alimsababisha atembee kwa kuumia, kwa njia ambayo ni ngumu sana, kwa kuteseka. Atembee kwa ugumu. Atakapokuwa anatoka sehemu moja akienda nyingine, atafanya hivyo kwa ugumu, kwa sababu amemkosea Mungu, kwa sababu ameingia kwenye akili ya mwanadamu ambaye Mungu amemuumba kwa mfano na sura yake, akamdanganya, akasababisha akamtenda dhambi. Sasa akasema kwamba hata chakula ambacho atakula ni mavumbi. Mavumbi ni udongo, mchanga. Hicho ndicho kitakachokuwa chakula chako. Hebu imagine wewe mpendwa, wewe eti chakula chako ni mchanga. Hiyo adabu ilikuwa kali sana. Sasa mstari wa 15 unasema kwamba nami nimeweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Mungu akawa ameweka uadui na uhasama kati ya mwanadamu na nyoka. Hiyo ndio ilikuwa adabu kwa huyo nyoka ambaye alimdanganya mwanadamu. Ndiyo maana hata siku ya leo hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye anaweza kusimama pale ambapo nyoka yupo. Hakuna mwanadamu wa kawaida ambaye anaweza kufanya urafiki na nyoka. Maana Mungu aliwatenganisha, akasema kwamba mtakuwa maadui. Watoto wa nyoka watachukia mwanadamu na mwanadamu atachukia nyoka. Akasema kwamba mwanadamu atakuwa anagonga nyoka kwenye kichwa, anamuua. Na nyoka akimuona kabla mwanadamu hajamuona, atakuwa anauma mwanadamu kisigino. Hiyo ni adabu ambayo alitoa. Akajenga uhasama katikati ya nyoka na mwanadamu. Ndiyo maana ninakwambia kwamba mwanadamu wa kawaida ambaye siye mchawi, mwanadamu wa kawaida ambaye hana majini, ambaye sio kwamba anatumia nguvu za giza, hawezi akafuga nyoka. Hawezi kufuga nyoka kwenye nyumba yako. Hawezi kufuga nyoka. Maana Mungu alilaani na akasema kwamba wanadamu na nyoka hawawezi kuelewana. Sasa Mungu anapokuwa amekasirika na kitu ama anahuzunika na kusikitika juu ya maisha ya mtu, huwa anampa adabu. Ukisoma kwenda chini, alimwambia mwanamke, kwa sababu ya kunitenda dhambi, wewe katika kuzaa utazaa kwa uchungu. Hiyo ndio adabu ambayo alimpa mwanamke, na akamwambia kwamba utatawaliwa na mwanamume. Kisha akamwambia mwanaume, kwa sababu wewe Adamu haukunitii na ukusikiliza niliyokuagiza kuyafanya, ukakula matunda ya mti niliyokukataza ama niliyokuagiza usiyaguze, sasa utakula kwa jasho, utateseka. Jioni ya leo Mungu anapokuwa anakuangalia, je, umetoka kwenye sehemu yako? Je,
anakuangalia na kuona pale ambapo alikuambia ukae, alipokupatia kazi, alipokujaza na nguvu za Roho Mtakatifu. Je, akikutazama anaona unazifanyisha kazi ama anaona umetoka kwenye njia yako? Anaona unashughulika na kufuata njia zake ama umeacha njia aliyokuagiza na kuanza kufanya makusudi yake? Unapojitazama wewe, unapotazama kanisa hili ambalo ni la Mungu, je, unaona bado tuko kwenye njia ya Mungu ama tumefika sehemu ambayo Mungu anauliza tuko wapi? Tusiache Mungu aulize tuko wapi. Kazi zetu zisifanye Mungu aulize tuko wapi. Dhambi situsababishe ikatutenga na Bwana, ikatusababisha Mungu kuuliza tuko wapi. Maisha yetu na masumbuko na hata majaribu ambayo tunapitia yasitusababishe tutoke kwenye njia ya Mungu, Mungu akauliza tuko wapi. Maana Mungu akianza kuuliza tuko wapi, huwa amehuzunika na kukasirika na sisi. Anaweza katoa adabu hata juu ya maisha yetu. Kwa hiyo jioni ya leo ninakuagiza ama ninakuambia kama neno la Mungu ambavyo linasema, tusiache Mungu aulize tuko wapi. Hakuna mahali ambapo unaweza ukajificha. Hauwezi ukaenda mbali na uso wa Mungu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Zaburi ya 139 mstari wa 7 linasema, niende wapi nijiepushe na uso wa Mungu? Kwa maana kwamba hauwezi ukajificha Mungu. Hauwezi ukamficha Mungu. Hauwezi ukamdanganya Mungu kwamba ulikuwa una shida fulani, na wakati ambapo ulikuwa hauna hiyo shida ukakosa kufanya yale ambayo amekuagiza uyafanye. Ni wajibu wako ujiulize, je, niko kwenye nafasi yangu ile ambayo Mungu aliniweka? Je, Mungu anapokutazama wewe, anakuona ukiwa kwenye nafasi yako? Alikuweka uombee kanisa. Je, umetoka kwenye nafasi yako au bado uko pale? Ni vizuri kama tungesalia kwenye nafasi yetu. Jioni ya leo ningesema